Hii ni sehemu ya 5. Tunaendelea, tunakuwa katika kipengele cha kujua ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu. Yesu Kristo ni Mungu, sio wa Mungu watatu kama vile wewe unavyojua. Tunajifunza kuhusu ubatizo unaofanyika katika ulimwengu wote wa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na ubatizo ambao wa mitume wamefanya katika jina la Yesu Kristo. Basi kwa hiyo tunakuwa katika sehemu ya 5. Sio mwingine analeta habari hii kwa sasa, ni mtumishi Mambe Ruhembuza, mtume wa Yesu Kristo, anayetangaza habari njema ya Yesu Kristo. Basi kwa hiyo tunaendelea na somo letu. Hapa tutazungumzia kuhusu Yesu vile alivyoitwa Mungu. Mbinguni Yesu ameitwa Mungu. Alipozaliwa, kama vile alipojigeuza, tuseme vile alipojigeuza. Acha nikusomee maandiko hapa. Mbinguni Kristo yeye ameonekana Mungu. Na tumesha kusoma nini? Tulikuwa tushalisoma Yohana 1:1 inasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Yaani mbinguni hapo, naye neno alikuwa Mungu. Ni Yesu Kristo. Hapo mbinguni alikuwa Mungu. Akakuwa mtoto wakati gani? Tunasoma Yohana sura yake ya 1 mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hapo Yesu sasa anakuwa hapa duniani. Mbinguni ajulikana Mungu, Yohana 1:1. Na alipozaliwa hapa, alipojigeuza yeye Mungu mwenyewe, nasema kama alijigeuza, akubali kupitia mwanamke, kuzaliwa na mwanamke Mariamu bikira. Unapokumbuka kama unavyoelewa, hauwezi, maandiko ni maandiko matakatifu. Biblia inasema ya kwamba anawaambia Wayahudi ya kwamba tangia baba yenu Ibrahimu yuko, mimi niko. Tangia Ibrahimu yuko, mimi nilikuwako. Sasa waza sasa, Ibrahimu na Mariamu nani mkubwa? Ibrahimu na Mariamu nani mkubwa? Akasema ya kwamba mimi ni mwanzo na mwisho, sina mwanzo na hana mwisho. Yeye ni mwanzo na mwisho. Mtu mwenye hana mwanzo na mwisho anaweza msema namna gani? Akasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Ina maana yeye sio mtu kawaida. Sio kusema ya kwamba kwa sababu amezaliwa na Mariamu ndio naanza ita ya kwamba Yesu ni mwana na kuna Mungu watatu, kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hapana. Ni huyu Yesu mwenyewe ndio Mungu. Huyu Mungu mwenyewe ndio Yesu Kristo. Ndio maana amesema ya kwamba mimi na Baba ni mtu mmoja. Tusome neno la Mungu hapa, ndipo taelewa vizuri. Tunasoma neno la Mungu hapa, ndipo taelewa vizuri sana. Nifuate kwa makini. Maneno ya Mungu yatakusaidia sana, yatanisaidia na mie vile vile. Tuhudumu katika maneno ya Mungu, hii ndio itatusaidia kwenda mbinguni. Bila neno la Mungu hatuna nafasi, hatuendi sehemu ile. Lakini tukidumu katika neno la Mungu ndipo tutaenda. Nimekwambia kwamba yeye Mungu amejifanya kuzaliwa na mwanamke. Tusome Biblia hapa inasema nini? Wa Timotheo wa kwanza 3 mstari wake wa 16 inasema, na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Amen. Hapa sasa umekwisha kuelewa Yesu Mungu yeye mwenyewe amejigeuza ili amkomboe mwanadamu. Maandiko yanasema katika Yohana 3:16 nasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Ni yeye pekee ndiye amefanya vile. Yeye pekee ndiye amefanyika vile. Kwa sababu katika Isaya nasema ya kwamba
atachukua mimba, atazaa mwana, naye ataitwa jina lake Immanueli. Na katika Mathayo anasema ya kwamba ataitwa jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Ina maana nani? Ni Yesu Kristo ndio Mungu. Wewe unazingatia kwamba Yesu Kristo ni mwanadamu, Yesu Kristo ni Mungu. Somo wa Filipi 2:6-7 nasema hivi: ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana kitu. Alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Huyu ni Mungu sasa. Yeye alikuwa na sura yake ya kimungu mbinguni, lakini sasa akaona ule umungu wake mbinguni, ule usawasawa na Mungu, kama vile maandiko yanasema, akaamuru kuja sasa ili amkomboe mwanadamu. Ni Mungu huyo. Yohana 1:1 tumesha kumsoma, amesema mambo mengi ya kwamba neno hapo mwanzo kulifanyika, alikuwa nani? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Tunaposoma Yohana 20:28 inasema hivi: Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Tomaso akamwambia Yesu ya kwamba Bwana wangu na Mungu wangu. Sasa wewe ungana na mtaja ya kwamba sio Mungu, ungana na Mungu batatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hakuna ba Mungu batatu ndugu yangu. Mungu ni Mungu mmoja tu, hatuna ba Mungu batatu. Uko nasoma maandiko gani? Watu watabakia wajinga miaka yao yote. Mnabakia wajinga tu. Katika maandiko Biblia iko wazi, sio kama Biblia inajificha. Biblia iko wazi. Inazungumzia ya kwamba huyu Kristo ndiye Mungu. Ungana na shindo na mtafuta sema Baba na Mwana. Hakuna Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Wengine wanasema ya kwamba tunaamini utatu utakatifu. Kitafuta ndani ya Biblia hakuna utatu utakatifu. Fanya cheki mbiblia utafute, hata kugugu tafuta utatu utakatifu ndani ya Biblia, uko wapi? Hautaupata. Lakini watu kwa sababu na ujinga ambao wamepokea mapokeo ya wanadamu, maandiko yanasema wazi, inasema kwamba watu walimepokea mafundisho ya wanadamu wakishindwa kupokea mafundisho ya Yesu Kristo. Anatamani tupokee mafundisho kutoka kwake, hapana ya wanadamu. Sisi tumeamini utatu utakatifu. Kuna mmoja wako wanajipia kuifua ya kwamba wameamini utatu utakatifu. Utatu utakatifu uko ndani ya Biblia, utafute sasa, hakuna. Ndani ya Biblia hamna utatu utakatifu, hakuwake. Hiyo ni mapotovu tu. Ukisoma Tito 2:13-14 inasema hivi: tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu, Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kristo ndiye Mungu mkuu, hakuna Mungu mwingine. Kristo ndio Mungu mkuu, ametajwa na maandiko matakatifu. Mungu akubariki sana. Kweli neno umesha kusikia, nikuinue na nikusaidie. Basi endelea kusikia mafundisho yote, anza mwanzo mpaka mwisho, itakusaidia sana. Na nakuombea Mungu kusaidie, kuinue, utoe sehemu na kupeleke sehemu nyingine. Mungu akubariki sana.